muka we mwega murori wa Gikuyu TV kiroko kyo muthe ni njitagwo Francis Kimani amukira ngatho ciako cia mwanya nenya ndagucokia ngatho o muthenya ni undu wa kunyitanagira nani o kiroko kuma thaa 1 nginya thaa 3 ngigutwara mena itiganite guku thiini wa bururi wa Kenya na haswa miena iria twaragia ruthiomi ruru rwitu rwa Gikuyu na umuthi ndenda gukuruta thiini wa Nairobi ngutware thiini wa kaunti ya Kajiado. Mtazamaji wa Gikuyu TV, hivi sasa tuko katika kiwanda cha Sigma, mahali ambapo wanatengeneza omena wale ambao wanatumika kutengeneza vyakula vya ng'ombe, na nimekutana na bwana mmoja ambaye ambaye anafahamishwa kwamba anatumia mashine ambayo ni ya aina yake hapa nchini. Hakuna mashine nyingine kama hii hapa nchini ya kutoa mchanga kwenye samaki aina ya omena. Bwana, tufahamisha majina yako. Kwa majina yangu naitwa Peter Munuve Buli. Na kazi yako haswa ni gani hapa? Kazi yangu hapa ni nafanya kwa premix na kuchunga omena. Tunaposema premix ni kumaanisha nini? Ni kumaanisha madawa tunayoweka kwa ng'ombe kuzuia ng'ombe magonjwa na kuyapa afya bora. Yeah. Kwa hivyo hapa ni nini haswa huwa kinafanyika? Hebu tueleze kwa hii mashini. Hapa huwa tunaweka omena hapa. Mchanga inatoka isikuje ikaribu mashini. Isije ikaingia kwa chakula cha ng'ombe, the final product. Yeah, isije ikaingia kwa chakula cha kuku. Na aswa hii mchanga yenyewe huwa inaharibu mashini. Yeah. Na tuseme kwa mfano kwa gunia moja ya omena huwa mnatoa kama kilo ngapi za mchanga? Kwa gunia moja huwa tunatoa kama kilo 5 hivi. Kwa gunia moja ya omena iko na kilo ngapi haswa ikija hasa by product ikiingia hapa kwa kiwanda? Gunia moja ya omena huwa iko na kilo 60 kilograms. 60 kilograms. Kwa hivyo ile nzuri ni 55. 5 kilograms ni mchanga. 5 kilograms ni mchanga, 55 ndo mzuri. Na hii mashine inachunga omena kama how many kilograms per day, ama magunia kama mangapi kwa siku? Per day tunaweza chunga hata tani 3. Tani 3? Yeah. Tani 3 nikifanya hesabu ya haraka hiyo ni 3000 kilograms. 3000 kilograms divide by 60 pa gunia moja. Ukifanya hesabu yako mtazamaji utaweza kuelewa. Kwa hivyo ni kitu kama ni roughly ni kama 300. Kilo 300 hivi. Gunia 300. Gunia 300 hivi. Murari wa Gikuyu TV ndo gathikora ihu, tunarejea baada ya muda mfupi. Bado tukungali katika kiwanda cha kutengeneza chakula cha mifugo cha Sigma katika eneo la Rongai, na nitazungumza na mwenye kiwanda hiki hapo baadaye aweze kutueleza alianza vipi. Kwa hivyo usikae mbali, na iwapo ungetaka kufanya kazi nao ni kitu gani haswa ambacho unahitajika kufanya. Kaka Nekafiro, tufahamishe majina yako, kwa sababu nafahamishwa kwamba wewe ndiye ambao unahakikisha kwamba viwango vya chakula vile ambavyo vinatoka hapa vya mifugo viko sawa. Kazi yako haswa ni gani hapa? Kwa majina yangu ni Grace Mwangi. Ni mimi nafanya kazi ya quality control hapa. Nahakikisha kila kitu inachokuja ni hasa ni mzuri kwa mifugo na inaweza kuwa inadhibitishwa katika kiwanda hiki. Na labda ukiwa katika hii meza ama unapoingia kazini kila asubuhi, unaingia kisha unaanza kazi yako haswa ni gani? Unaangalia nini? Kwa mfano omena ikija, sunflower cakes zikija, unaangalia nini? Kabla nianze lazima nihakikishe mashini ni kitu cha kwanza. Isikuwe kuna kitu tulibakisha jana baada ya production itakuwa kikwamizo. Then after tumeshamaliza, kama omena ikiingia kama leo, lazima nihakikishe hiyo unyevu iko sawa, hasa katika ikiingia kama ni ile shells zake zisikuwe zinakwama kwa ingine. Then kama ni mahindi isikuwe na aflatoxic, ili ukiuzia wakulima wasiseme ati umewekea chakula then samaki zao ama kuku ama mifugo, horse, all those things zenye tunafanya itakuwa kikwazo. Kama ni sunflower cake, kuna venye tukichukua unaiangalia kama ilikuwa imeharibika, kama ni mbaya huwa siitiki. Hiyo ni kikwazo kwanza ninafanya. Kwa hivyo kuna bidhaa ambazo zinaweza letwa hapa ukakataa ukasema kwamba hizo hazitaingia kwenye mtambo? Lazima. Kama imeingia mkulima analeta ninunue kwake, alafu hiyo venye analeta ni mbaya nitakataa. Okay. Yeah. Kwa hivyo mnapima kwanza kabla mchukue kutoka kwa mkulima? Yeah, lazima nikatae. Lazima nichukue kwanza ndio nikatae. Na labda kuna mkulima ambaye anaweza taka kuleta hizo byproducts za kutengeneza chakula cha mifugo hapa, procedure huwa ni gani? Akija hapa lazima kwanza alete sample
tuione, tuikague. Tukishaikagua ndio tutamwambia ni sawa ama la. Okay. Yeah. Na kwa mfano hapa mhuwa mnatengeneza chakula aina nyingi, naona kuna layers. Nyinginezo naona kuna ya kwanza yenye umeweka juu, sijui ni layers ndio inakupendeza zaidi ama ni mfugaji wa kuku? Layers huwa inakuwa bora zaidi katika kiwango hichi cha Sigma. Tunapea wakulima layers kabisa. Then kuna kienyeji. Kuna kienyeji mash. Kienyeji mash. Then kuna growers mash. Kuna broiler finisher. Okay. Kuna hii finisher inakuja in form of pellets. Then kuna broiler starter yenye inakuja kama mash form pia. Mash form ni kusema ni ile unga. Unga. Okay. Nayo pellet inakuja kama the round one. And then kuna daily meal, kuna dark starter. Dark starter hii ni ya butter. Hii ni ya butter. Okay. Kwa hivyo hii dark starter ni wale wadogo inakuja. Then kuna kuwa na dark breeder. Breeder ule wa mayai, then na breed ndio tupate starter. Okay. After that naona kuna chick mash. Yeah. Hapa sasa hii ndio list ya vile vitu ambavyo vinafaa kuwa hapa na vipimo vyake. hii ni hivyo. Lazima sasa nikiwa hapa kwa kiti changu, kama mahindi yenye iliingia, lazima hiyo kiwango nihakikishe kila tani iko sawa. Okay, kwa hivyo hapa ni vipimo per ton. Per ton, yeah. Kwa hivyo si pa gunia moja labda 50 kilograms. No, kwa ile kuna scale zangu ziko hapo, ukitazama zinahakikisha ninaweka per ton inaenda kiwango yake. Kama ni mahindi, kama ni wheat bran, kama ni soybean, kama ni sunflower, zote kabisa. Naona kuna dairy meal ordinary. Yeah. Hii ni kumaanisha nini tunaposema kwamba dairy meal ordinary? Daily meal ordinary ni ile kuna dairy meal ordinary na dairy meal standard. Hiyo inamaanisha kuna ile kiwango ya ile ng'ombe inayopewa itakuwa sawa. Kwa mfano unaona kuna limestone, kuna salt, kuna absorb afla. Hizo ni aina za vile vitu ambavyo mnatumia ndio ile product ikuwe finished. Yeah. Nyingine kuna horse meal na horse meal cube. Tunatengeneza chakula cha farasi. Hapa. Hadi hiyo horse meal na horse meal za racing. Katika kiwanda hichi tunapeleka hata horse meal za ngong. Okay. Zile za farasi wa kukimbia. Wanahitaji hii. Ukiangalia formula hii na hii ina tofauti. Ni kweli. Yeah. And then kuna lisha bora. Lisha bora ni chakula cha other animals and other companies. Then ndio dark breeder pellets. Yeah, and then there is the calf one. Okay, ile ya dama. Yeah, ile ya ndama. Sasa hii calf ikikula inakuwa boosted, inakuwa sawa. Okay. As a supplement. Then kuna za winner. So and winner ni ya ile, so then we have the pigs. Hiyo inasaidia hiyo. Inakuliwa na? So ni ile pig to the sows and the winners ya pig. Ya nguruwe. Na range meal cube. Range meal cube ni ile unaona kama Marsabit, hawana ile ng'ombe zao si kama zetu. There's a different, kuna ile tofauti ya ng'ombe wa huku na ng'ombe wa kwenye hakuna nyasi, lakini ukiwapa hii range cube wanaweza kusustain for sustainability, wanaweza kukua kuishi kiwango yake. Kwa hivyo sustainability ya wanyama inakuwa iko safi. Yeah. Naona kuna pig finisher meal. Yeah. Finisher kumaanisha inamalizia kivipi? Yani imekuwa kubwa sasa inaweza pewa that type. Na kabla tuje kwa faida nyingine, naona kuna pig grower special. Inamaanisha special, hii ni kumaanisha nini? Hii pig special ni ile mtu mwenyewe anataka atengenezewe by order. Inawezekana, lakini lazima uende na order yake mpaka in the institutions. Okay, naona kuna file nyingine hapo. Ina nini hii? Kwa hivyo na uchunge nisije nikaponyoka na formula nikaanza kiwanda changu. Hapana. Ni kama competitor. Kuna nini nyingine hapa? Kuna hizi file mbili zina tofauti. Okay. Kuna wanyama tofauti pia. Kwa hawa wawili, hii ni ya samaki pia. Samaki. Good, very good. Samaki pia kuna grower feed. Yeah. Hii ni chakula aina gani? Hii grower feed ya samaki kwa samaki haswa kuna aina karibu 4. Ya kwanza kuna 1mm. 1mm in terms of the way venye wanakuwa. Wakiwa wachanga kabisa wanapewa ile kidogo starter feed.
hiyo starter feed ndio inaanza. Then 3mm ni ya grower sasa, ashakuwa kiwango anaweza chukua pellet form. Then there is the 5mm ya samaki enye anakula. Yeah. Na kuna chakula nimeona Bravo. Hii chakula cha mbwa. Yeah. Tunatengeneza na nini? Tunatengeneza hapa mifupa ama nini? Hapana. Tunatengeneza tu na mahindi pia, wheat bran, and then different ni premix yake. Kuna ile premix ni tofauti na Fido ama Scooby. Si hapa umepata ni hapa tu hiki kiwanda tunatengeneza Fido na tunatengeneza Scooby. All over the country ni hapa tu. Kama sahi all over the country, Bravo tu ni hapa. And actually ni ile iko sawa kabisa. Imedhibitishwa na haswa watu napea umbo na wanakula kabisa. Nyingine? Naona kuna hiyo rabbit ya sungura. Wakulima wengine wamefuga rabbit, but lazima wape rabbit kama supplementary feed. So hapa tu tunaweza waprovidea na rabbit kwa kiwango nafuu. Kuna nyingine? Kuna aina nyingine hapa? Hiyo na Scooby sasa nimekuambia rice. Scooby dog rice. Pia ni ambo umeelezea, sio? Nimeelezea kuna Bravo, kuna Fido na kuna Scooby sasa. Sasa ukishapima viwango vyako kuhakikisha kwamba viko swafi, vinaelekea wapi? Nikishapima zinaelekea pale. Kati pale kuna shimo, inaingia hapo, then inaenda ndani ya kila tanki. Kila tanki kuna hammer mill, ina mill mahindi, alafu pia inapeleka tu akula, and then ishamaliza kula, tunajua kuna mashini na operator wengine wananiambia iko sawa ama la. Asante sana, nashukuru. Acha nifike kwa hiyo shimo ili niende kwa mtambo mpaka nione mahali ambapo mnamalizia, na pia hicho chakula kikichukuliwa na kusambazwa kote nchini. Nashukuru sana kwa sababu ya muda wako. Jina ulisema nani? Grace Mwangi. Nashukuru sana Grace. Usiende mbali mtazamaji wa Gikuyu TV, mimi naitwa Francis Kimani na leo nimekuleta moja kwa moja hadi katika kiwanda nambari 1 cha kutengeneza chakula cha mifugo hapa katika eneo la Ongata Rongai, katika kiwanda cha Sigma, ambapo pia tutazungumza na mwenye kiwanda hiki atufahamishe alianza mwaka gani na mbona yeye serikali ambazo zimekuwepo, serikali ya Rais mstaafu Moi, serikali ya Rais mstaafu Mwai Kibaki na hivi sasa serikali ya Uhuru Kenyatta na naibu wake William Samoei Arap Ruto wanampa zawadi kwa sababu ya kulipa ushuru na vile kwa sababu ya kuongoza katika masuala ya utengenezaji wa chakula cha mifugo. Usiende mbali, narejea baada ya muda mfupi. Mtazamaji, sasa tumetoka mahali ambapo wanahakikisha quality ama mahali ambapo wanahakikisha viwango katika kiwanda cha Sigma, na niko na bwana mmoja ambaye umetuona tukiweka naye magunia ya raw materials hapa kwenye hili shimo ambalo ukiweka zinavutwa. Nataka tuelezee ni kitu gani hasa ambacho kinafanyika hapa. Kaka, jina lako nani? Inaitwa Gilbert George Andawa. Gilbert, hebu tuelezee hili shimo ni la nini? Hili shimo mali yote ile tunasiaga inapitia hapa, aswa kwa mali zile zinapaa zipitie kwa hammer mill, zote zinapitia hapa ndipo kuweza kuvunjwa ziwe unga. Kwa hivyo hapa mnaweka, kwa mfano kile ambacho tulikuwa tunaweka ni nini haswa? Hiyo ni raw materials za chick mash, ndio tulikuwa tukiweka hapa. Ni material tofauti, kuna mahindi, kuna nini kulingana na vile formula imepangwa. Nimeona pia kuna sunflower cake, kuna soya, kuna mpaka maize na vitu mingi. Na niulize hapa, kwa mfano tumeweka kiwango cha kilo kama ngapi? Saa zile tumeweka hiyo ni kilo 1000. Kwa hivyo 1 ton. 1 ton. Na kwa siku mnaweza weka tani kama ngapi? Kama 100 kulingana na product ile tunatengeneza. Tunatengeneza products aina mingi. Na mbona unasema kwamba kulingana na product? Kuna zingine hapa hazipiti kwa grill vizuri ama kuna nini? Kuna zingine ambavyo zina raw material mzito ambayo na iko ingine ziko nyepesi ambazo haziflow haraka kuingia kwa hammer mill, zinahitaji kwenda polepole. Nimeshukuru sana. Wacha tupite upande mwingine tuone huko nako katika kiwanda nini haswa. Tukishaweka hapa nini kinaendelea upande ule mwingine, sio? Wacha tuende tuone kile kinaendelea mbele. Nashukuru kaka. Asante. Mtazamaji, na tukingali katika kiwanda cha Sigma, nafahamishwa kwamba
Wacha ile mitambo ambayo tumeona upande ule mwingine, kuna mitambo mingine ambayo inaitwa kama boiler, na huyu bwana Adawa atanielezea hapa upande wa nje ni kitu gani haswa kinachoendelea, na hii mitambo ni mitambo ya aina gani? Adawa, hebu niambie, hii ni mitambo ya aina gani? Hii ni mitambo ya boiler ambayo tunachemsha, tunatengeza steam. Ile steam ndio inaenda kupika chakula mle ndani. Chakula yote tunapika na steam. Haswa kama pellets na hizo za extruded tunapika na steam. Nasikia hapa kuna harufu ya molasses. Ndio tunatumia mpaka molasses, hiyo tunaweka kwa vyakula vyote kuongeza nguvu. Hiyo ni kama sukari. Okay. Ya ndio tunaweka hapa karibu na boiler, ndio saa zingine hata molasses nyingine tunaletewa mzito ambayo mpaka ichemshwe ndio iweze kutembea kwenye mabomba ikienda ndani ya mashini. Ni kama kwamba zimejua tu umefika kwa sababu zimeanza kufanya kazi. Kwa mfano hapa mnachemsha kivipi? Labda degrees zenye mnatumia kuchemsha? Juu inaenda mpaka 120 degrees ya ile heat tunachemsha nayo hiyo steam ndio iweze kupika chakula. Yeah. Na labda kwa mfano molasses mnachemsha kwa muda gani? Mkiweka labda tani moja itachemka mpaka jioni ama inaisha mnaongeza? Molasses inaenda na temperature juu. Molasses inachemshwa mpaka 60 degrees. Kwa hivyo huenda ikipanda ikishuka. Sasa ikishuka inachemshwa mpaka 60 na ikiteremuka tena tunazidi kuchemsha mpaka jioni mpaka tamaliza production. Lakini naona hapa kuna hizo tank za molasses na kuna tanki nyinginezo hapa pia. Kwa mfano ile iko pale, ni tanki ya nini pale? Ile ni boiler, tuna boiler aina mbili. Kuna ya mafuta ya diesel na tuna boiler ile nyingine kubwa inatumia kuni. Ile ya kuni sasa ndio ile iko kule, ile kubwa kabisa. Boiler ni mbili. Sasa kuna ya mafuta, sana tutumia ya mafuta, tunatumia ya kuni juu ya kuchafua hali ya mazingira. Okay. Sasa mingi tunatumia ile ya kuni. Ya, sasa hii ni kama backup. Ndio. Na niulize wale ambao watu wanatengeneza chakula ambacho tunaweza kusema kwamba ni chakula gushi ama fake. Unaweza kuambia wakulima nini, kwa advice wanaponunua chakula wahakikishe hicho chakula kinatoka wapi? Sijui mawaidha yako anaweza kuwa ni yapi? Najua sasa kama sisi tunatumia hali ya juu, chakula chetu tunajikiunda kama kia binadamu. Najua hata mnyama wako hawezi kubali akule vitu vibaya afe. Juu sasa ndio unaona sisi kama tunajaribu kuzuia, tunajaribu kuchoma zile viini, kama aswa unaona materials zetu zinaingia kwa vitu ambavyo si visafi. Sasa chakula mpaka kipikwe aswa kwa kiumbe ndio kiweze kupata kuwa kwa haraka. Yeah. Kwa hivyo wanaponunua waangalie mahali ambapo kimetoka na labda kuzingatia mihuri ya KEBS ya kila kitu, na pia vile chakula kenyewe kimetengenezwa. Unajua sasa kama wengine uchanganya tu, mtu anachukua hii na hii anachanganya bila kufuata hata nini, anaangalia tu sura. Hiyo itaua mifugo yetu yote. Okay. Yeah. Nashukuru sana. Asante sana. Mtazamaji, bado tungali katika kiwanda cha Sigma na tunaendelea, na hivi sasa tuko na baadhi ya vyakula vya mifugo na samaki ambavyo tayari vimemaliziwa, lakini cha kushangaza, jambo ambalo limenishangaza ni kwamba kuna pia chakula ambacho ni aina ya vidonge, na niko na huyu bwana bado atatuelezea majina yake. Bado hebu tukumbushe majina bwana. Mimi naitwa Gilbert George Andawa. Andawa, hebu niambie hizi chakula ama hiki chakula ambacho kinaonekana kama vidonge ni chakula aina gani? Hizi kuna chakula tofauti hapa, kama vile tunavyo viandaa ni vyakula ambavyo vimepikwa kwa hali ya juu na zinatumia mashini ambayo inatumia nguvu kuvisukuma. Sasa ndivyo kama hivi sasa ni vile vya samaki. Ukiweka kwa samaki vinaelea juu ya maji. Okay. Sio vile ukiweka juu ya maji zinatumbukia chini. Hivi samaki ni ya tilapia. Sasa hii ni size ya 5 mm. Inaitwaje hii? Hii ni tilapia feet. Tilapia feet. Hii ni high protein, ile na protein mingi. Okay. Ya juu kuna ile ya chini kama hii nyingine. Hii ni ya low pro. Protein yake iko chini kabisa kidogo. Hii iko juu. Okay. Na mbona ikiwe moja protein ziko juu na nyingine protein ziko chini? Sasa hapa hutegemea na wakulima na vile samaki wameweza kufuga, inategemea na ni aina gani ya samaki wamefuga. Kwa hivyo pia inalingana na utaalamu ambao wamepewa na weledi wa masuala hayo. Yeah. Okay, hii nyingine, aina nyingine. Sasa hapa tuko na 3 mm ya wale samaki wadogo, wale ambao bado ni wachanga, tunawatumia hawa 3 juu. Kuna mpaka zile ya 0.1 na 1 mm, lakini sasa hii ni ya 3 mm kwa samaki wale wameanza kuwa. Sasa hii nayo tunaweka mpaka mafuta, inakuwa coated na mafuta. Mbona? Juu ndio ile ladha ya mafuta na mafuta kuongezea kwenye samaki. Kwa hivyo inadepend na labda mteja amepeana order ya aina gani. Kuna nyingine samaki hapa hivi vidonge ya 3 mm na ya 5 mm na kuna ya 1 na 2 mm. Okay. Ya
Hivi vidonge vinono vinakaa kama njugu, ndio ni gani hizi? Hivi ni vya mbwa. Hii ndio Bravo ama? Hii ndio Bravo. Ya hata hii tunaiweka mpaka iko na mafuta na coat na mafuta. Ya kwa hivyo mbwa, kwa mfano tuseme nina mbwa nyumbani, nita mix vipi mbwa aweze kula ama nampatia tu hivi kama njugu? Hii ni kama biscuit, ni tayari, ni chakula kimepikwa na tayari kinaweza liwa. Ya unampea tu hivi. Unachanganya na maziwa ama maji ama? Hamna haja. Hii unampea tu hivi. Okay. Ya aina nyingine ulikuwa unaniambia hii? Nayo ni ya wale mbwa wachanga bado. Wale wadogo ndo tunawapea kama hii. Hii ni ndogo kidogo kwa hii Bravo, unaona. Kilinganisha kuna tofauti kubwa. Ya sasa utegemea na ni dai gani imetengeneza, tugeuzaga dies kulingana na vile chakula ni chakula gani tunaitoa. Okay. Na pia kulingana na formula. Ya nikushukuru sana bwana, wacha tutembea katika kiwanda tuweze kuona aina nyingine ya bidhaa ama kuna nyingine hapa. Labda hii tunatia kwenye ni ladha. Hii ni ladha tu ile ya flavors kama za kuku za kutia kwenye chakula, ndio angalau hata mbwa naye aweze ajienjoy. Naona kuna pakiti ya hizi ndio tunatia hicho chakula. Tunaweza kuzipaka kwa hichi kipakiti. Okay. Yeah. Nashukuru sana bwana, wacha tutembea tuone ule upande mwingine mahali ambapo tuliweka kunatokea nini kwenye kiwanda ule upande mwingine. Nashukuru sana. Asante sana.